ni mtu anayejipenda mwenyewe. Na dunia inakusifia ukijipenda mwenyewe, inakusifia. Ila kwa Yesu ni chukizo. Biblia inasema nyakati za mwisho watu watajipenda wenyewe. Mpaka rangi, umekuwa mweusi unataka mweupe. Kujipenda tu mwenyewe. Umesahau kwamba kuna black beauty. Wanafikiri kuna white beauty, kuna black beauty. Na kwa sababu umejipenda mwenyewe, umejichubua, sasa hata weusi hutaki tena. Yote ni kujipenda mwenyewe. Furahia vile Yesu alivyokuumba. Wengine wanachukiaga mtu kuwa mnene. Sasa wote tungekuwa wembamba, ingekuwa dunia namna gani? Furahia kama hata mnene, furahia unene wako. Sema amen kubwa. Amen. Na aliye mwembamba afurahie wembamba wake. Amen. Na aliye mrefu afurahie urefu wake. Amen. Na aliye mfupi tunafurahia uimbaji wa Yesu kwamba naye ni mfupi. Amen. Kila mtu aone ufahari vile ambavyo Yesu amekuumba. Mwenye nywele ndefu usiwacheke wanaonyoa vibaya. Kila mtu aone mwenzake ana manufaa, ana umuhimu zaidi. Ndio maana ya Injili. Ambao mtu ajinyimi. Tukisema tunafanya kazi ya Yesu, tunajinyima. Hata wewe ambao unamtolea Yesu, ninajua umejinyima. Najua kuna kitu umekataa kufanya kwa ajili ya ufalme wa Yesu. Na Yesu hata kuacha, lazima akubariki na kutendee mema. Amen. Yesu lazima akuinue katika maisha yako. Amen. Yesu lazima akubariki katika maisha yako. Amen. Kwa sababu you sacrifice. Ndio maana kuna tofauti ya offering na sacrifice. Sasa nataka nikusaidie. Kinachomfungua mtu so offering. Kinachomfungua mtu ni sacrifice. Amen. Jesus. Kinachomfungua mtu sio offering. Kinachomfungua mtu ni sacrifice. Ngoja nikwambie uelewe. Sema amen. Amen. Kinachomfungua mtu. Sema amen. Amen. Sio sadaka ya kuabudu. Sadaka ya kuabudu unaonyesha tu upendo kwamba hivi. Lakini ukitaka, kuna vitu unataka vikutoke, kuna vitu unataka ufunguliwe, kuna vitu unataka vikae vizuri vya familia yako, lazima ujidhabihu. Dhabihu ni mwili. Sadaka ni kitu. Ndio maana sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Kwa nini mizimu ina nguvu? Kwa sababu ina kafara. Mizimu ina nguvu kwa sababu ina kafara. So ina sadaka, ina kafara. Mizimu ina nguvu kwa sababu kuna kafara. Wanakuambia kabisa, kila mwisho wa mwaka ukoo wetu tunachinja ng'ombe 10. Wanakuambia. Kwenye 40 ya marehemu wanaangusha ng'ombe 5. Maana wanapandikiza kilichomuua marehemu kibaki kwenye ukoo. Ndio. Ndio maana wanaita 40 ya marehemu. Na umeenda kwenye sherehe ya marehemu. Na alishazikwa, lakini ushaenda kwenye sherehe ya nani? Ya marehemu. Nini maana ya kuzika?
wahi kuzika, wahi kuzika, wahi kufukia, wahi kuzika. Maana yake sahau, maana yake futa. Sasa unarudi, hujafuta, hujasahau. Ndio. Ndio maana Yesu alijua, akasema sitaweka kaburi la Musa. Kama leo hii, mpaka leo hii watu wanaenda kwenye kaburi la Yesu. Lingekwepo la Musa, wangefanya ziara. Lingekwepo la Elia, wengine wangekaa na hapo kabisa na Biblia, wapige magoti waseme Mungu wa Elia utukumbuke sasa. Ndio maana Musa akatoweshwa, Elia akatoweshwa, hata Yesu mwenyewe hakukaa kaburini, na ule malaika aliwafukuza walioenda kaburini. Watu wasome Biblia. Kina Petro, kina Yohana, kina Mariam, kina Salome walipoenda kaburini hawakumkuta Yesu, wakakuta malaika. Akasema msimtafute aliye hai kati ya watu waliokufa, ondokeni. Kala walifukuzwa. Leo Wakristo wanaenda kaburi. Ikiwa Yesu alipofufuka aliacha walinzi kuwafukuza wote wanaokuja kwenye kaburi. Najua hii injili hujawahi kusikia na huwezi kusikia. Ungemchapia Yesu makofi tu. Amen. Kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu hii ni madhabahu ya uzima na amani. Amen. Yesu akupe uzima katika maisha yako. Amen. Kataa mauti. Kataa kaburi. Amen. Kataa uharibifu. Amen. Pokea uzima kwa jina la Yesu. 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 Amen. Acha kushangaa. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Hujasoma Mathayo 24:12? Soma kwa sauti wasikie. Kwa nini upendo umepoa? Sababu zimeelezwa pale. Endelea. Mathayo sura 24 mstari wa 12. Nasema kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka nini? Yaani watu wanaona maovu, hawaoni utukufu. Ngoja nikupe siri. Hata taarifa ya habari, chombo chochote cha habari, ili habari inoge, inaanza walikufa watu 20. Ndio kila mtu anaangalia kwenye taarifa habari, wamekufa watu 20. Habari ya kifo ndio story. Habari ya kutekwa ndio story. Habari ya kifo ndio story. Usisikia taarifa ya habari. Kuna mtu mmoja, yeye kwa fedha zake amejenga kanisa. Hiyo sio habari. Hiyo sio nini? Hiyo sio habari. Habari ni amebakwa. Habari ni amechomwa kisu. Hiyo ndo habari. Dunia ina habari mbaya ndo habari. Yesu atupe habari njema. Amen. 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 Ndio maana nakwambia hata kama ni manabii, wajifunze kutoka kwa mababa manabii. Wajue namna ya kuongea. Leo kuna manabii anakuambia, "Hey,
umeshakufa, umeshakuzika na uwezi kupona. Lakini baba nabii atakwambia, nimeona roho ya mauti, tutakuwa tuivunje isiwe na nafasi kwenye maisha yako. Amen. Hiyo inakaaje? Amen. Hiyo inakaaje? Amen. Hiyo inakaaje? Amen. Tuwe na habari njema kwetu madhabahu ya uzima na amani. Mwaka huu ni mwaka wa habari njema, ni mwaka wa habari njema. Amen. Wale wanasema utaolewa, utaolewa. Amen. Wale wanasema utazaa, utazaa. Amen. Wale wanasema utafanikiwa, utafanikiwa. Amen. Wale wanasema utapendwa, utapendwa. Amen. Pokea habari njema. Napokea kwa jina la Pokea Yesu. habari njema. Napokea kwa jina la Pokea Yesu. habari njema. Napokea kwa jina la Yesu. Unaweza kuta mtu hata amekaa nyumbani kwake, akiona mtu anatokea kanisani, natoa mfano, simaanishi mtu yuko mtu anamna hiyo, anamuuliza, leo amenisema. Kweli kabisa, mwaya walikusema, bora ukuja. Mimi nilijua. Ndio habari njema. Amen. Sio habari mbaya. Amina. Penda habari njema. Furahia habari njema. Usipende habari mbaya. Kwa sababu habari mbaya siku zote kazi yake ni kukurudisha nyuma. Habari mbaya haina msaada. Habari mbaya ni urudi nyuma. Ndio. Ndio kazi ya habari mbaya, ni kukurudisha nyuma. Usikubali kurudi nyuma na usikubali kusikiliza habari mbaya. Na kusikiliza habari njema ni upendo. Ni nini? Ni upendo. Ni nini? Ni upendo. Kwa kuongezeka maasi, upendo wa wengi unafanya nini? Unapoa. Kwa sababu maasi yanapoongezeka, upendo unazidi kutitimia. Upendo unazidi kuyeyuka. Kuna kitu ambacho watu wengi huwa wanakataa. Kanisa linapokuwa na upendo, watu hawaoni aibu kuonyesha upendo mbele ya nini? Ya kanisa. Wakorintho wa pili sura ya 8:24. Mwingine usome waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 6. Soma pale. Unaona hata kuna watu wanaogopa kushuhudia. Sasa unaogopaje kushuhudia wakati ni Yesu amekutendea? Unaogopaje kushuhudia wakati ni kweli uliombewa ukapona? Unaogopaje wanadamu? Sema tu kwamba nilikuwa na ukimwi, Yesu ameniponya. Kuna ubaya gani? Hata wakienda kutangaza watajua wao. Sema nilikuwa na uvimbe, Yesu ameniponya. Nilikuwa na ndoto mbaya, Yesu ameniponya. Usiogope kusema. Nilikuwa mtu wa madeni, mpaka nilikuwa nakimbia, mpaka nilikuwa natoroka. Leo Yesu amemaliza madeni. Usiogope kusema. Watu wengi huwa wanaogopa kusema yale Yesu aliyowatendea. Mwisho wake ile tatizo linajirudia upya. So Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 24, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Basi waonesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu. Waonyesheni mbele ya kanisa nini? Hakika ya upendo wenu. Hakika ya upendo wenu. Na ya kujisifu kwetu kwa ajili yenu. Hata kama unajiona tunajisifu kwa ajili ya Kristo. Amen. Hata kama kila siku watakuona wewe ndo unashuhudia tu, unasema tu, kwa sababu unampenda Yesu. Amen. Waraka wa 3 wa Yohana 1:6. Soma kwa sauti. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 6, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Waliokushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Muulize mwenzako, wewe kuna watu waliokushuhudia
upendo wako mbele ya kanisa? Muulize, mwambie wewe, kuna watu wamewahi kushuhudia upendo wako mbele ya kanisa? Yaani upendo wako umewahi kuonyesha mbele ya kanisa? Halo. 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 Amen. Onyesheni upendo mbele ya nini? Ya kanisa. Sema amen. Kuna watu wengine akisaidiwa kichochoroni hata jua kuthibitisha amesaidiwa. Ila mtu akisaidiwa mbele ya kanisa, kanisa itakuwa shahidi kwamba huyu mtu alisaidiwa. Na ile ni upendo na ni baraka. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Upendo. Waraka kwanza Yohana 4:20 na mwingine asome Yohana 15:13, tutamalizia hapo. Karibu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Mgeukie mwenzako, mbona unanipenda au? Amgeukie mwambie unanipenda. Unanipenda. Mtolee sauti basi. Unanipenda. Usiogope kama hata mmegongana ni mwanaume na mwanamke. Na shida watu upendo wanawazaga mabaya. Naona hata kwenye upendo watu wanawaza nini? Mabaya. Mgeukie mwenzako mwambie unanipenda. Unanipenda. Amesema eh? 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 Nikuchanganye? Nikuchanganye? Eh? Nikuchanganye? Uko tayari kuchanganyikiwa? Kweli? Eh? Uko tayari kuchanganyikiwa? Amen. Nikuchanganye? Amen. Haya, ngoja usome andiko afu nikuchanganye. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5:14. Soma. Soma. Waraka wa kwanza sura ya ngapi? Sura? Sasa sura ya 3. Nimesema sura ya 3. Ya 5. Sura ya 5 mstari wa 14. Soma kwa sauti pale. Salimianeni kwa busu la upendo. Amani na iwe kwenu nyote mlio katika Kristo. Amina. Salimianeni kwa busu la upendo. Dunia inawaza ngono. Dunia inawaza uzinzi. Dunia inawaza zinaa. Haiwazi upendo. Nimekuchanganya ya kuchanganya. Sipuli niruhusu nikuchanganya. Salimianeni kwa busu la upendo.
upendo. Haijasema busu la zinaa. Amen. Busu la upendo. Nani yuko tayari nimpe busu la upendo? Amen. Mzee mkaita waandishi wa habari. Kifaru apiga busu mtu. Dunia inawaza mabaya tu, haiwazi mazuri. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Hivi tena imesema, rudia pale. Salimianeni kwa busu la upendo. Amani na iwe kwenu nyote. Afu amani inakuwepo. Amani iwe. Amani na iwe kwenu nyote. Mlio katika Kristo. Amina. Mlio katika Kristo. Walio katika shetani. Kristo. Dunia imekosa, watu wa Yesu wamenyang'anywa upendo. Kanisa la leo linaona dhambi, halioni nini? Upendo. Linaona nini? Halioni nini? Upendo. Halioni upendo. Linaona uovu, halioni mazuri. Tatizo lote ni nini? Ni shetani anajitahidi kwa namna yote kutunyang'anya upendo. Ndio. Matendo sura ya 20 mstari 36 hadi 37. Soma pale. Nazungumzia upendo. Matendo sura ya 20 mstari 36 hadi 37. Soma kwa sauti. Matendo sura ya 20 mstari wa 36 hadi wa 37, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti, akaomba pamoja nao wote, wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu. Mwambie mwenzako, huu ni upendo. Huu ni upendo. Kanisa limenyang'anywa nini? Angalia kanisa lilivyokuwa na upendo. Ukimwona shangazi yako, ukamwona dada yako, ukamwona mdogo wako, ukamwona mzazi wako, unamkumbatia kwa upendo. Unafurahi. Lakini kanisani watu wakafurahi kwa upendo, wakakumbatiana. Nasema tumewakuta wanazini. Na kufundisha nini? Shetani ndani ya kanisa amewafumba watu macho kuona dhambi badala ya upendo. Na hiyo ni kazi ya shetani. Mungu ni Mungu wa upendo. Alikuja yule mwanamke asiyefaa, akamimina machozi kwenye miguu ya Yesu, akachukua nywele akaanza kufuta miguu ya Yesu. Wale watu wakasema, huyu angekuwa mwenye haki na angekuwa mtakatifu, asingeguswa na huyu mwanamke, maana ni kahaba. Yesu sio kunipa ugali, kaosha miguu yangu kwa machozi na kupangusa kwa nywele zake. Dhambi zake ambazo ninyi mnaona ni nyingi, amesamehewa zote. Amen. Tutembee na fimbo ya upendo. Amen. Hata likiwepo jambo la kushikamana, tukaonyeshe upendo. Hata kikiwepo kitu cha kuonyesha ushirika, tukaonyeshe upendo.